Leo tumekuja kuanza maadhimisho ya miaka 40 ya COSTECH. Maadhimisho haya yanaanza leo mwezi wa Julai, yatakwenda mpaka mwezi wa 10. Ni miaka 40 tangu COSTECH ianzishwe. Lakini muhimu, maadhimisho haya tunataka kuyatumia kwa ajili ya tafakari kubwa, kujisaili sisi wenyewe kwamba miaka hii 40 imechangia kiasi gani katika maendeleo ya nchi yetu, na kwamba swala hili la sayansi na teknolojia ni swala la kutafuta majawabu, kutafuta suluhu, kuhakikisha kwamba kweli tunaenda kuondoa changamoto katika maisha ya watu. Kwa tutatumia kipindi hiki kutafakari vizuri, tumetumiaje COSTECH, COSTECH imetumikaje na imefanya nini kuhakikisha kwamba inatatua kweli changamoto za watu. Katika tafakari hii tunajaribu kuangalia swala la sayansi kwa mfano, na wizara yetu ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo swala la sayansi lazima na lenyewe liangaliwe kama lilivyo, alafu na teknolojia kama ilivyo. Tunaangalia maeneo ambayo nitatolea mfano, kilimo, ambapo changamoto kubwa ya kilimo ni tija ndogo. Kwa kizungu tunaita yield, sio productivity, yield, yani unapata kiasi gani katika eneo unalolima. Na kwa nini baadhi ya mazao yetu tunayolima, tukilima sisi gharama yake inakuwa kubwa kuliko mazao tunayoagiza kutoka nje. Hili ni swala la sayansi, ni swala la teknolojia, kwamba sisi tulimeje katika udongo wetu, kwa mbolea ipi, kwa namna gani ili tuweze kuvuna vizuri. Kuna taasisi ya utafiti kwa Wizara ya Kilimo inaitwa TARI. Kuna masuala ya afya, kuangalia vile vile baadhi ya vitu ambavyo watu wanaamini vinatibu, tumefanyia utafiti kiasi gani kuwa na uhakika kama vinatibu, na vinatibu kiasi gani, na vina madhara ama havina madhara. Sayansi sio ramli. Sayansi ni utaratibu ambao ukifanyika mahali popote matokeo yatabaki yale yale, kama unafanya ukiwa bara la Asia, ukiwa Afrika, ukiwa sehemu nyingine. Kwa sisi tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunasukuma hilo. Kadhalika swala la teknolojia. Sasa nimetoa mfano vile vile kwamba Korea ya Kusini mwaka 60 inalinganishwa sana kwamba ilikuwa inafanana na nchi nyingine za Afrika kusini mwa Sahara kwenye kipato cha mtu mmoja mmoja, yani GDP per capita. Ulinganifu huo sio sahihi sana, lakini tuende nao kwanza kwa hoja ambayo nataka kuitoa. Wale wenzetu mwaka 60 mapato lao kwa mtu mmoja mmoja ilikuwa sawa na Nigeria, Tanzania, vilikuwa vitofautiani sana. Lakini sasa hivi ile imekuwa ni jabali la maendeleo ya kiuchumi na viwanda. Korea Kusini ni nchi ya viwanda kama Samsung, viwanda kama kutengeneza meli, kutengeneza magari kama Honda, Hyundai na kadhalika. Nini kimesababisha ile nchi kaendelea pakubwa hivyo, na iliendelea katika kizazi kimoja tu? Ukiangalia mambo mengi yaliyofanywa na Korea Kusini, mojawapo ni kuanzisha taasisi ilikuwa inaitwa Korea Institute of Science and Technology mwaka 1966. Wakati nchi ile ikiwa inapambana kuhakikisha kwamba inaondoka katika umaskini na kuendelea, waliona umuhimu wa sayansi na teknolojia, wakaanzisha taasisi ambayo ilipewa hadhi kubwa sana katika nchi ile, na ilipewa kazi ya kuhakikisha kwamba inahamisha teknolojia kutoka nje kuingiza katika nchi yao, kama reverse technology. Inafanya utafiti wa kisayansi kuweza kuendelea, na wafanya biashara wa ndani ya Korea, wafanya biashara wa Korea, makampuni ya wa Korea yakahimizwa na kuwezesha kutumia teknolojia ile. Ndio hapo unaona tuna Hyundai sasa hivi, utaona tuna LG, utaona kuna Samsung, utaona wanatengeneza meli. Watu wengi hawajui kwamba Korea Kusini inatengeneza meli, ni kati ya mataifa yanayoongoza katika kutengeneza meli. Ni kwa sababu ya KIST, Korea Institute of Science na Teknolojia. Katika tafakuri yetu ya miaka 40 ya COSTECH, tunajiuliza sisi tulifanya nini, tungeweza kufanya nini, na tunasema tuwe wa kweli kwenye nyoyo zetu, tuwe wa kweli katika majadiliano yetu, na tuwe wa kweli kwa nchi yetu. Ni jambo gani tungeweza kufanya vizuri zaidi nchi yetu ikasonga mbele? Kama tunaona wenzetu kwa kutumia sayansi na teknolojia wameendelea, sisi nini kinakwamisha? Kwa mfano, unaweza kusema fedha zilikuwa hazitoshi katika kuendesha COSTECH. Inawezekana hazitoshi kweli, lakini katika zile ambazo tumezipata, tumezitumia vizuri kiasi gani kuleta mabadiliko? Sio kuonyesha tu maonyesho, kuleta mabadiliko yanayomgusa mtu mmoja mmoja. Hoja nyingine ni kwamba COSTECH ni mtambuka, inagusa kila wizara. Ni vipi basi ingeweza kawa na umakini kama haijakaa mahali ambapo inaweza kasimamia wizara nyingine? Hoja hiyo inaweza kawa na mashiko, lakini
Ndani ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tuna vyuo vikuu, ndio taasisi za utafiti kubwa kuliko taasisi nyingine zote hapa nchini. Tuna vyuo vikuu vingi, tuna Sokoine, tuna University of Dar es Salaam, tuna MUST Mbeya, tuna Nelson Mandela, tuna SUZA na kadhalika. Vyote hizo zinafanya utafiti wa sayansi na teknolojia. Madhali COSTECH iko ndani ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, hatuwezi kusema kwamba kwa sababu ni swala mtambuka wameweza kufanya kazi, kwa sababu sisi kama wizara tungeweza kulifanyia kazi. Hata hivyo, hatudhani kwamba masuala ya utafiti, sayansi na teknolojia ni masuala ya kuhodhi kwa mtu mmoja tu. Na vile vile ukiondoa COSTECH katika maeneo kama hayo ukaiweka ikaning'inia juu, inaweza ikakosa mahali pa kukanyaga. Sasa hivi inaweza kaingia katika university. Sasa itaingiaje katika TARI, itaingiaje katika NIMR? Katika tafakuri hii tumeanza sasa makongamano ya kujaribu kuangalia namna ya kuendeleza sayansi katika maeneo mbalimbali. La kwanza litakuwa linaitwa Advancing Science in Medical Field. Lenyewe litakutanisha wataalamu kutoka Ifakara Institute, MUHAS, kutoka NIMR, wataalamu wa Wizara ya Afya na wataalamu wa COSTECH. Kazi yao ni kukaa na kusema sasa leo tukisikia kwamba kuna kitu fulani ni tiba, tufanye nini kuhakikisha kwamba ni tiba. Kuna kitu inaitwa pre-clinical trial, clinical trial na development of pharmaceutical products. Sasa hivi tunataka kuvutia viwanda vya madawa hapa nchini, jambo zuri sana. Lakini kama kuna vitu ambavyo watu wanadhani ni dawa hapa nchini, baadhi ya watu wanasema wametumia wakapona. Inawezekana kupona kwenyewe ni kweli, inawezekana ni dhana tu, inawezekana ni kujiaminisha tu, lakini sayansi kazi yake ni kutupa jawabu la swala hili. Hatuwezi kubaki kwa kubahatisha tu. Tukiweza kufanya utafiti, tukahakikisha kwamba vyuo vyetu vikuu vinafanya utafiti, NIMR inafanya utafiti, taasisi nyingine zote zinafanya utafiti, tukiona kitu hiki watu wanaamini kwamba ni dawa, kikajulikana kwamba kweli ni dawa, na tuhakikishe kwamba hakimiliki ya mtu ambaye ametuonyesha ipo pale pale, iendelezwe iweze katibu watu, baadaye tuzalishe sisi wenyewe na kuuza nje. Kadhalika kwenye kilimo, tutakwenda mara ya pili kwenye kongamano la Advancing Science in Agriculture Sector, kuhakikisha kwamba tunaangalia ni mbegu zipi, lakini tunafanya kazi na TARI, TAKRI na taasisi nyingine. Tukitoka pale tutaingia katika maliasili na kadhalika na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba kweli COSTECH inafanya vizuri. Lakini kubwa kuliko yote, sasa hivi tunapitia sera ya sayansi na teknolojia hapa nchini. Imekaa muda mrefu sana, tunafanya mapitio makubwa, hatimaye tutajua kwa maelekezo ya rais wetu kama iwe ni sera mpya au sera iliyoboreshwa. Mapitio hayo yatatupelekea sisi tuende kuomba kwenye baraza la mawaziri limshauri rais ama tuwe na sera mpya ama tuboreshe sera iliyopo. Wakati wa tafakuri tutajitahidi zaidi kuangalia nini tuweke katika sera yetu hii, ili kweli nchi yetu na yenyewe ione sayansi na teknolojia kama ni jambo la kutupeleka mbele. Kama kweli nchi yetu shirika la ndege lilikuwa kama linakufa, lakini kwa maamuzi magumu sasa hivi linafanya kazi. Kama reli ilikuwa inaonekana kama kweli swala la reli Tanzania halifanyiki tena, kwa maamuzi magumu sasa hivi tunaona SGR inafanya kazi. Tukumbuke kauli mbiu inasema kwamba during the crisis fortune favors the bold and the brave. Kipindi cha zahama, bahati inapendelea wenye kujiamini na wenye kufanya maamuzi magumu. Nadhani na sisi lazima tujenge sera, tuangalie sera namna kuifanyia kazi, ili tupeleke sisi kuamini tunaweza, tutumie sera yetu na tuweke mikakati ya utekelezaji, nchi hii iweze kusonga mbele kwa kutumia watafiti ambao tayari serikali imewasomesha sana. Mimi nilisema pale bungeni, narudia hapa, katika mapitio ya sera ya sayansi na teknolojia, baada ya mapitio tutakapoipitisha chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, nisikilize kwa makini, yajayo yanafurahisha. Asanteni sana.